Zamani katika vijiji vya Tanzania na sehemu nyingi za Afrika, kuku wa kienyeji walikuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Walikuwa polepole wakila vyakula vya asili kama nafaka, wadudu na mabaki ya chakula. Ilikuwa ni kawaida sana kuku kuchukua miezi 5 mpaka 6 kufikia ukubwa wa kuchinjwa ama kuanza kutaga mayai. Lakini leo dunia imebadilika. Kuku wa kisasa maarufu kama broilers na layers wanakuwa kwa kasi ya ajabu. Ndani ya wiki 3 mpaka 6 tu, kuku wa nyama tayari anafikia kilo 2 ama zaidi. Je, hii ni baraka ya maendeleo au kuna jambo tunapaswa kulifikiria upya? Hebu tuzame kiundani zaidi. Zamani kuku wa kienyeji walifugwa kwa mfumo huria. Hawakuhitaji dawa nyingi wala chakula cha viwandani. Walikuwa na kinga imara na ladha yao ilikuwa ni halisi. Lakini kutokana na ongezeko la watu na mahitaji makubwa ya chakula, mashirika makubwa ya uzalishaji yalianza kuzalisha kuku wa kisasa kwa kutumia mbegu zilizoboreshwa, lishe maalum na wakati mwingine homoni ama viuatilifu ili kuongeza uzalishaji kwa haraka. Mfumo huu umeongeza upatikanaji wa nyama na mayai kwa bei nafuu, lakini pia umeibua maswali. Mara nyingi watu huzungumza kuhusiana na faida za kuku wa kisasa, kwamba wanakuwa kwa haraka, wiki 3 mpaka 6. Wanatoa nyama nyingi kwa muda mfupi, uzalishaji mkubwa wa mayai. Sasa kuna maswali yanayoulizwa kulingana na hizo faida. Je, matumizi ya dawa ya mara kwa mara yanaathiri afya ya mlaji? Je, ukuaji wa haraka unaathiri ubora wa nyama? Je, tunapoteza ladha na lishe ya asili? Wataalamu wa lishe wanaeleza kuwa kuku wa asili mara nyingi wana nyama yenye protini imara, mafuta kidogo yasiyo na lazima na ladha halisi. Sanjari na mabadiliko ya teknolojia lakini pia ongezeko la watu duniani, hapa sitawagombanisha na wajasiriamali, lakini ni muhimu sana watu kurudi kwenye asili, kwa sababu kuku wa kienyeji wanahitaji muda zaidi, lakini wanatoa thamani ya kipekee. Ukuaji wao ni wa kawaida bila kuharakishwa, uwezekano mdogo wa matumizi ya madawa ya kisasa, lakini pia inatukumbusha asili ya nyama ya asili katika kipindi cha utoto wetu. Kuna tetesi kubwa sana, watu wameanza kuhoji, je, afya yetu ni muhimu kuliko kasi ya uzalishaji? Wacha tu nihitimishe kwa kusema, maendeleo ni muhimu, lakini si kila kinachokuwa kwa haraka kina maana bora zaidi. Labda ni wakati wa kujiuliza, je, tunachagua uhalisi au tunachagua afya? Kuku wa kisasa wameleta mapinduzi katika uzalishaji wa chakula, lakini kuku wa kienyeji wanaendelea kubeba urithi, ladha na mfumo wa asili ambao hauhitaji kuharakishwa. Uamuzi uko mikononi mwetu. Kama unapenda kupitia kila jambo kiundani zaidi, hujachelewa kusubscribe.